Hivi unajua wewe muoga, kwa uoga wako unaingia katika ziwa la moto na kiberiti, sawa na wauaji, wazinzi, wachawi, walivyoabudu sanamu na wachukizao, wote kwenye ziwa la moto. Lakini kuna wewe ambaye huamini, unaomba Mungu na bado huamini. Naitwa Hosana Magome na niko hapa kukusomea Biblia. Karibu. Yaani masuala yako yote ya kiroho yako sawa. Wewe ni mtu mwema, tunakuamini. Lakini muoga, waoga ni sawa na muuaji. Ndivyo Biblia inavyoniambia. Wewe ambaye unaongezea watu bei, wale wa ofisini ambao wanafoji ili wapate pesa, ni sawa na wachawi. Kwa hiyo utakatifu wa kujiongezea kwa sababu wewe unasema uongo, huzini, sehemu ni moja. Mungu haangalii wanavyoangalia wanadamu. Ni lazima ubadilike. Usije kusema anasema hivyo kwa mamlaka gani? Ninasoma kama ilivyoandikwa. Lakini watu waoga, wasioamini, wapotovu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabuduo sanamu, mahali pao patakuwa ndani ya lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Hiki ndicho kifo cha pili. Nimesisitiza waongo, waoga na wasioamini kwa sababu zimekuwa sio dhambi. Yaani hatuzione kama ni dhambi kwa sababu tunaishi nazo. Tumezifanya kama ni part and parcel ya maisha yetu. Na kukumbusha leo, hizi ni dhambi. Uongo, kutokuamini na uoga. Usisahau tena. Kwa hiyo hii tabia ya kutenda dhambi kubwa na ndogo, unakuta mahali wamekaa wamemkomalia mchawi. Wamesahau wao ni waongo. Wao ni waoga au hawaamini. Uendelee kujitafakari. Kwa sababu hapa katika maisha duniani unaweza ukapata picha kabisa uko wapi. 90%. Biblia iko wazi. 10% tunaiachia neema ya Kristo. Ukichukua ile matunda ya upendo, uvumilivu, utu wema, fadhili na kadhalika, alafu ukachukua amri 2 mpya alizotuambia Bwana Yesu, ikiwemo mpende jirani yako, alafu ukachukua amri 10 za Mungu, na kisha ukasoma hii Ufunuo 21 mstari wa 8, na kuhakikishia unajua unakoelekea. Kwa hiyo kama unajua, rekebisha. Kama unaenda vizuri, endelea kufanya vizuri zaidi. Nimekukumbusha tu, remain blessed.